Kuna kundi lingine la watu ambalo ni muhimu sana kulifahamu kwenye maisha haya. Usipolifahamu litakupa shida. Hao ni watu ambao tunasema watu wenye kuzusha mambo na kusengenya. Watu hawa ni kama wakusanya takataka. Watu hao hujiweka katikati ya watu wasio sahihi na hatimaye usengenya, usema uongo, huzusha mambo. Watu hao huwa hawafikirii athari ya uzushi wao au masengenye yao ambayo wanayaleta kwako. Huwa hawafikirii maumivu ambayo utayapata kwa maneno ambayo wanayazungumza juu yako. Huwa hawafikirii ule uchungu, ile heshima ulionayo na watu watakuonaje. Wao furaha yao ni kuzusha, kusengenya, kusema uongo. Ni aina ya watu ambao kama Deutrif. Yaani wao wenyewe hawatendi, lakini hata wale wanaotenda mema wanawazushia. Wanawasema vibaya. Anaweza kama kanisani hatoi zaka, hatoi nadhiri mbalimbali, hafanyi kazi ya Mungu, lakini ndo mtu ambaye anakuwa mstari wa mbele kupinga yale yanayoendelea. Biblia inasema katika waraka ule wa 3 wa Yohana, sura ile ya 1 mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Maandiko matakatifu mahali hapa yanasema hivi: na iliandikia kanisa neno, lakini Deutrif apendaye kuwa wa kwanza kati yao hatukubali. Kwa hiyo nikija nitayakumbuka matendo yake atendayo, atoavyo upuzi juu yetu kwa maneno maovu, wala hatoshwi na hayo, ila yeye mwenyewe hawakaribishi hao ndugu, na wale watakao kuwakaribisha huwazuia na kuwatoa katika kanisa. Kwa hiyo kuna watu aina ya Deutrif. Wao wakati wote kama nilivyosema ni kama wakusanya takataka afu na kuzitawanya kwa watu. Kazi yao ni kuzusha na kusema uongo. Jinsi ya kuwasaidia watu hawa wakabili pamoja na wale waliozungumza nao, pamoja na wale walikuwa wanawaambia huo uongo, wakabili ana kwa ana na kueleza uzushi wao na uongo wao mbele za watu wote. Biblia inasema katika Tito sura ile ya 3 mstari ule wa 10, maandiko matakatifu mahali hapa yanasema hivi: mtu aliye mzushi baada ya kumwonya mara ya kwanza na mara ya pili mkatae. Kwa hiyo jifunze kuvaa ujasiri na wakabili watu wa namna hiyo. Wanaweza wakaliharibu kundi au wakaharibu watu wengine, wanaweza wakakuachia maumivu na ni tabia yao. Wanaweza karudia tena na tena, lakini ukimkabili hawezi kurudia tena juu yako. Kwa hiyo na wewe kama ni mtu wa namna hii, Mungu akupe kubadilika. Lazima kujua kwamba unapokuwa unawarushia wengine takataka za masengenyo, uongo, uzushi, unawaachia maumivu na uchungu. Kwa hiyo upaswe kwa namna hii na si Ukristo. Mungu akubariki sana na Bwana akutangulie katika jina la Yesu. Amen.